Mahali popote mlipo, ni mimi wenu Isaac Mungai aka kijana msafi, na nimekuja hapa kwa sababu iko kitu nimesikia Kindiki akiongea akiwa kule Nairobi. Alikuwa na mkutano, alikuwa ameita wana bodaboda, na ni vibaya sana kiongozi kama Profesa Kindiki ambaye ni naibu rais wa kuteuliwa usiku akiambia watu wa magari waheshimu watu wa bodaboda. Na mimi nataka niambie Kindiki, hata kama sisi tunapiga siasa, hata kama tunaomba kura, tusijaribu kuingiza siasa na kuomba mambo ya kura. Katika hii mambo ya vita ya barabara tumeona ikiendelea katikati ya watu wa pikipiki na watu wa magari. Tusiingize siasa hapo. Mimi nataka niambie Kindiki, kwa sababu nimesikia ukiambia watu wa magari waheshimu watu wa bodaboda. Kwa barabara hakuna heshima. Kwa barabara ni kufuata sheria. Kwa barabara hakuna mambo ya heshima. Kwa barabara kila mtu anafaa kufuata sheria ya traffic. Na niambie bwana Kindiki, acha kupiganisha watoto kwa sababu unataka kuingia hapo katikati muombe kura. Wale wako na magari ni watoto wetu. Wale wako na pikipiki ni watoto wetu. Hatuwezi kubali wapiganisho kwa sababu ya siasa. Hatuwezi kubali siasa duni ziingie hapo katikati. Ile kitu bwana Kindiki ungeambia watu wa bodaboda, kwa sababu ni watoto wetu, ni wazingatie sheria za barabara wakati wanafanya kazi yao ya kubeba na bodaboda. Wazingatie sheria kamili za barabara. Wakizingatia sheria, na watu pia, watu wa magari pia wazingatie sheria. Hii upuzi inaendelea kwa barabara, watu wanauana, wengine wachomalia magari, itakwisha. Lakini huwezi enda hapo kujipendekeza ati unaambia watu wa magari wapatie watu wa bodaboda heshima. Wenye wako kwa barabara watu wa bodaboda na wenye wako kwa barabara watu wa magari wote wako na makaratasi ya kutumia barabara, wote ni waendeshaji wa magari. And they qualify kulingana na sheria za traffic. So wakiingia kwa barabara, wewe mtu wa pikipiki fuata sheria. Pita mahali unafaa kupita. Wewe mtu wa gari ukiingia kwa barabara fuata sheria. Pita mahali unafaa kupita. Lakini tukinyamazia hii upuzi tumiona ikiendelea hapa, watoto watapigana. Na hao watoto wanapigana ni watoto wa nyumba moja. Kwa sababu mwenye gari ni ndugu ya mwenye pikipiki, na mwenye pikipiki ni ndugu mdogo wa mwenye gari. Hao watoto wote ni wa familia moja. Lakini tukieneza hii chuki kati ya watu wa bodaboda na watu wa magari, eti accident kidogo ikifanyika hapo, mnachukua kiberiti mnachoma gari ya mwingine. Tukienda katika hiyo barabara, hiyo tutamalizana na hakuna kitu tunasaidia nayo. Na niambie watu wa bodaboda, mimi najua mumeenda shule, nyinyi si wajinga, najua mumeenda shule. Lakini hii roho ya wivu mkikubali watawale, eti hamwezi kuwa na tolerance hata kidogo kwa barabara. Kama accident imefanyika, kawaida mnajua sheria inazingatiwa, askari wanakuja, mwenye makosa anakamatwa, anapelekwa ndani, anapelekwa mahakama, anashtakiwa. Na hiyo ndio sheria ya barabara. Lakini kama mtu akiguzwa kidogo kwa barabara ama accident ifanyike, kazi yenu ni kuchukua sheria mkononi. Mnachoma gari ya mtu. Na kawaida mnajua kwamba gari hainanga makosa. Mwenye makosa pengine ni mwendeshaji wa gari, ndiye mwenye makosa. Lakini nyinyi mnachukua gari ya mtu mnachoma. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ukiritimba, na hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Na tukiendelea hivi, yale yalifanyika Makongeni pande ya Thika ni jambo ambalo halikufaa kufanyika. Kwa sababu kama yule mtu ambaye alikuwa na hiyo gari ya Audi, nasikia kwamba ni ofisa wa DCI, kama aligonga pikipiki hapo, mngezingatia taratibu za kisheria. Mwenye makosa ashikwe, hata polisi kwa hapo karibu ya Makongeni aingizwe hapo, kisha apelekwe kotini aende ashtakiwe. Lakini nilianza kuchoma gari ya mwenyewe, na yeye kwa hasira zake amechukua bunduki, ameua watu wawili, amepiga risasi. Sasa kwa nini tulipoteza watu wawili? Tulipoteza watu wawili kwa sababu ya ujinga kutumika. Kama ujinga na upuzi haikutumika, hatungepoteza hawa watoto wawili walipigwa risasi na huyo mwenye gari. Na hii ndio ile Kindiki, hii ndio ile kitu Kindiki hataki kusema, kwa sababu wako na unafiki hapo, ujinga, anataka kujipendekeza hapo kwa watu wa bodaboda kwa sababu ya kura. Na hii ni upuzi. Sawa, mahali shida iko kama wewe ni kiongozi, hata ili kura zikae, lakini tuongee mambo ya kweli. Hii tuna discuss hapa ni mambo ya maisha. Watu wawili walipigwa risasi Makongeni.
walipigwa na mwenye kuchomewa gari na watu wa bodaboda. Kama watu wa bodaboda wangezingatia sheria, askari wa traffic akuje akamata mwenye makosa apelekwe kotini, hao watu wawili hatungepoteza na gari haingechomwa. Lakini tukinyamazia hii kama viongozi, hatusaidiani, tunapatia watoto nguvu ya kumalizana na kuuana. Juzi iko mtu amepigwa, amegongwa hapa na Super Metro hapa Juja. Kugongwa na Super Metro within 10 minutes. Gari mzima, basi mzima ya mwenyewe ikachomwa. Gari haikuwa na makosa, mwendeshaji na mwenye kugongwa wa pikipiki au ndio wangeangaliwe ionekane nani alikuwa na makosa. Lakini gari ilichomwa. Tulipata hasara mara mbili. Gari ya mtu ikachomwa na mwenye aligongwa na hiyo Super Metro na yeye pia akakufa hapo hapo. Huyu anaenda kuzikwa, huyu na yeye gari yake amepoteza na pengine ni alone. Two wrong cannot make right. Two wrong cannot make right. Na ndio maana nataka niambie watu wa bodaboda, ninyi si wajinga, mumeenda shule. Na hata wale hamujaenda shule, mko na hekima, mnajua mambo ya barabara, mnajua sheria vile inasema. Na kuchukua sheria mkononi, hiyo ni makosa na ni makosa kubwa. Kwa sababu watu wa pikipiki mkichukua sheria mkononi, watu wa magari pia wao wachukua sheria mkononi. Ile kitu tutapata ni hiyo upuzi ilifanyika Makongeni ya watu wawili kupigwa risasi na gari kuchomwa. Na hatuwezi pita barabara kama hiyo. Hatuwezi pita barabara kama hiyo watu ambao wako na akili. Hatuwezi pita barabara kama hiyo. You must practice tolerance wakati mambo kama haya imetokea na inafanyika. Na niambie watu wa bodaboda, niwe mfano kama watu wa matatu. Mara mingi watu wa matatu wakiguzana ama wakorezana kule kwa barabara, unapatanga wamesimama hapa dakika 10 wamesuluhisha, mwenye makosa amekubali, wameandikiana, hiyo story imekwisha. Kama kuna insurance inalipa, mwenye kupelekwa ndani anapelekwa ndani, hiyo story imekwisha. Lakini hatujawahi ona mtu wa matatu akichomea mtu mwingine wa matatu gari kwa sababu ati ajali imefanyika. Hii tabia peke yake inakwenda tu na watu wa bodaboda, na si watu wa bodaboda wote. Ni grupu kidogo ya watu ambao wanajifanya hawaelewi lakini wanaelewa. Ni jinga tu naongoza tu na roho ya chulivu. Hii lazima tuikemee. Hapa si siasa, hii lazima tuikemee. Hii roho ya wivu. Hii roho ya wivu lazima tuikemee. Acha kuonea ndugu yako hivi kwa sababu amenunua gari. Kesho si wewe utanunua gari. Acha kuonea ndugu yako hivi sababu anaendesha gari kubwa. Kesho ni wewe. Mwenye gari, mwenye pikipiki, wote ni watoto wa nyumba moja. Wamebarikiwa kitofauti. Kwa nini uchomee mwenzako gari? Hii lazima tukatae. Na niambie Bwana Murkomen na Inspector General wa polisi Bwana Kaja, iko kitu moja askari wameshindwa kufanya kutoka dunia ianze. Hii tabia ya watu kuchomania magari kwa barabara, ajali kifanyika, haijaanza leo. Imekuweko kwa muda mrefu. Na hii ni kitu mapolisi wameshindwa kutekeleza. Wakati gari imechomwa hapa Juja, tunafaa tujue wale watu wa bodaboda wanabebea hapa ni akina nani, na wote kwanza washikwe, uchunguzi ufanyike kujulikana ni akina nani walichukua sheria mkononi. Kwa sababu makosa imefanyika ni sawa, ajali imefanyika ni sawa. Kama wenye the parties involved in the accident, kama hawataki kugojea askari wakuja wafanye uchunguzi, mwenye makosa ashikwe. Wote wawili wamechukua sheria mkononi. Mwenye kuchomea gari ametoa risasi, ameua watu wawili. Wenye kugongwa watu wa pikipiki na wao wamechoma gari. Kama ni kushika, shika wote basi. Hawezi shika mtu mmoja, shika wote. Peleka ndani, uchunguzi ifanyike, haki ipatikane. Kwa sababu askari msipochunguza haya maneno, muhakikisha kwamba sheria inatumika. Watu wakichukua sheria mkononi wanashikamatwa, wanapelekwa kotini. Msipofanya hivyo, hii tabia haitakwisha. Hii tabia haitakwisha. Na watu tukiendelea hivi, watu wa magari wataanza kuweka mabuduki kwa gari zao ama mapanga. Kwa sababu hakuna mtu anafanyanga ajali kwa kutaka. Hata ukijua umeenda kufanya ajali hawezi toka kwa nyumba. Lakini kwa sababu sheria iko, ifuatiliwe na taratibu zake. Kwa hivyo niambie watu wa bodaboda, ninyi ni ndugu zangu, ninyi ni dada zangu, msikubali watu wachache wale ambao wanatumia ujinga kuchukua sheria mkononi waharibie hiyo sekta yenu. Juzi nimeona huko Kisii, watu wa bodaboda wamechoma gari, kufuatilia hata ni gari yao walichoma. Ni gari ya Sako walichoma, lakini hawakuwa wanajua na wao ndio wenye kuinunua. Lakini kwa sababu tu ile tabia wamezoea, ajali imefanyika wanakimbia, wanapiga gari kiberiti. Utachoma gari siku moja, uchome ndugu yako mkubwa mwenye anasaidia mamako kumnunulia dawa za pressure huko Wishagi.
Utachoma gari uchome, kumbe ni gari ya bibi yako mwenye analipianga bibi yako bili ya hospitali wakati mko na shida. Utachoma gari uchome na mko yako mwenye mnaitanga nyumbani kukiwa na shida na tatua, kwa sababu ile sporoto ilichomwa hapa. Kwani ilikuwa inajulikana ni ya Mwangi ama ni ya Kamau? Hata kama ni ya ndugu yako, haijulikani ni ya ndugu yako, mtaichoma tu, utakuja kujua baadaye ni gari ya ndugu yako mlichoma. Kwa hivyo hii upuzi watu waache, tuzingatie sheria za barabara. Watu wa bodaboda, watu wa magari, nyinyi nyote ni watoto wetu. Mwache upuzi, mwache ujinga, mzingatie sheria za barabara. Na askari na nyinyi mfanye kazi yenu. Wenye kuhusika kuchoma magari washikwe, wapelekwe ndani. Ni makosa kuchukua sheria mkononi. Nikitoka hapo, nataka niongee na Bwana William Ruto. Naona amenyamaza sana siku hizi, anajifanya padri hapo. Lakini ya kunyamaza kwake, anakopa bilioni 3 karibu ile kila siku. In every hour anakopa milioni karibu 200 kila saa. Saa hii kutoka yule Ruto ingie kwa kiti, huyu jamaa anakopa almost 4 trillion within 3 years. Uhuru Kenyatta miaka 10 alikopa trilioni 7. Na leo hii tunaweza ona zile mambo alifanya na hiyo pesa. We can spot the SGR. Iko masuper highway amejenga karibu kila mahali, ukienda Ukambani, ukienda Nyanza, ukienda Western, ukienda Coast, ukienda Central Kenya. Iko mabarabara tunaona na hiyo pesa ya Uhuru Kenyatta. Kwa sababu nakumbuka alijenga barabara mpaka Wakenya wakaanza kusema ya kwamba hawakuli barabara. Alifanya kazi mpaka akachosha Wakenya na hiyo kazi. Zile pesa alikopa miaka 10, 7 trillion. We can identify the projects he did. Lakini saa hii Bwana William Ruto, almost 4 trillion within 3 years. Na hakuna kitu tunaona, hata nini hakuna kitu tunaona. Hata tunashindwa, kwani hii pesa unakopa unakula zikiwa makaratasi usiku huko staples kama panya? Tunashindwa tu, ni maswali tu tunajiuliza, si kwa ubaya Bwana William Ruto. 4 trillion na hakuna kitu hata moja tunaona. Na saa hii hata wakati wa Uhuru school fees wazazi hawakuwa wanalipa. Saa hii wewe umeshindwa kulipa hata capitation, wazazi hata ndio wanajilipia. Linda mama ilikuwa wakati Uhuru Kenyatta, wenye kuzaa walikuwa wanazaa free. Saa hii wewe hiyo kitu ulitoa. Umetuletea abrakadabra ingine hapa ya patapotea ya asha, yenye hata watu ndio wanajilipia, hata mtu akienda watana tukuzaa. Vitu hata hazikuwa. Bwana William Ruto, hata wewe kama mtu bwana, hata kama ulisomea mambo ya miti na wanyama, kama mtu tusijinde kama mkutano uone hata wewe umekuwa shida katika nchi hii, ujiondoe kwa kiti. Because ukiendelea hivi, by the time you finish your term 2027, nchi hii itakuwa na deni ya trilioni 10. Kila pesa talipo na mnawari bwana. Na niambia Wakenya, mkinyamaza, mtakuja kulia katika nchi hii mkichotwa. Tukiendelea na hii upuzi, watu wanakopa pesa wanakula usiku, ikiwa makaratasi kama panya. Tukiamuka asubuhi hakuna kitu. Tukiendelea na hii trend, by the time ile Ruto anatoka kwa hiyo kiti, mtakuwa mnachotwa. Mtalikuwa mnalipishwa barabara kupitia miguu na baiskeli na gari mnalipishwa. Na wenye watakuja kuchota nchi hii. Kila barabara hautalipishwa ni kutoka kwa nyumba kuingia kwa choo yako. Lakini ukiingia kwa barabara na baiskeli unalipishwa. Na gari, pikipiki unalipishwa. Tutakuja kuchota tukinyamaza. Na hii nchi si ya William Ruto, ni ya Wakenya milioni 50. Ni vizuri sana hii hapa. Hii nchi si ya William Ruto. Na wale wako wachache wanamzingira hapo. Hii nchi ni ya Wakenya milioni 50. Kwa hivyo hata akikopa pesa na apotee, nyinyi ndio mtabaki kwa shida. William Ruto ako na pesa, anaweza kula mpaka siku atakufa. Ile kesi amekuwa kwa serikali miaka 30, ameiba miaka 30. Sasa hii ako na trilioni mingi anakusanya. Hata toka kwa serikali, nyinyi mtoto yeye haichoto. Ako na pesa, hata anaweza tokea nchi nyingine na familia yake. Nyinyi mtaenda wapi? Wakenya maskini milioni 50, nyinyi mtaenda wapi? Nyinyi mtaenda wapi? Wakenya milioni 50 maskini, nyinyi mtaenda wapi? Nchi ikichotwa. We must wake up. We must wake up and fight for our country. Like just the way Mr. Uhuru Kenyatta said the other day, young people, hii nchi iko katika mikononi mwenu. Wake up and fight for your nation. We must disagree, we must oppose this rogue regime. Hamwezi bora nchi ni kama Yesu anarudi kesho, dunia inakwisha. We have another 1,000 years to live. Tuko na watoto watakuja baada yetu, lazima tutete. Ni aibu sana Bwana William Ruto. Ni aibu sana Bwana William Ruto. Na sasa hivi tunasikia mnajaribu vile ambavyo mnaweza jiongezea term limit. Mmerogwa nyinyi by the way. Mmerogwa.
Mkitaka kujua mmerogwa, ni mambo kama hii mnafanya bunge. Kupeleka ati mswada mjiongezee 7 years term limit. Hii ni swala of sign kuonyeshana kwamba mmerogwa. Sababu hakuna viongozi ambao wanajielewa wanaweza fanya upuzi kama hiyo. Term limit ni 4 years. 2027 mnaenda nyumbani, nyinyi wote tunawafagia. Tunawafagia wote na kifagio 2027. Na yule ambaye hataki aibu ya kufukuzwa na kura 2027, omba Mungu kuve mapema before. That is the only thing that you can do. Kwa sababu saa hii mnakaa mama wajawazito, hamwezi potelea uchungu. Siku zinahesabika kila siku. Adui yenu ni kamuti ya saa. Kila siku kwa hesabu, kanataramuka kila siku. 2027 mko nyumbani nyinyi wote. Kama hamtaki hiyo aibu, ombeni Mungu amchukue mapema. Kama hamtaki hiyo aibu, lakini nyumbani lazima mtaenda. Hatuwezi kuwa na bunge ya watu ambao akili ni vilete. Hawataki, hawasemi kitu, hawaongei kitu. Pesa zinakopwa, zinakuliwa, zinaibiwa, hawaongei. Kazi yao ni kurukaruka tu. Hata mwenye kuwahonga hata nasikia sasa siku hizi amechoka. Sababu nisikia kiuliza wale wengine, hii milioni 10 ikifika hapa na wafikianga. Amechoka kutumana. Nyinyi bunge, nyinyi members of parliament, nyinyi ni mzigo kwa wananchi. Ni mzigo mpaka kwa wao makatero wanamlipa, mwende mkapitize miswada bovu kule bungeni. Alafu nasikia juzi yule mtu anaita watu wa Kiambu hapa, anawapatia 10,000 kisha anawadanganyia na waambia eti wampatie nafasi aunganishe Kenya. Bwana William Ruto, Kenya haiunganishwi kwa mdomo. Kenya inaunganishwa na maendeleo. Jenga barabara katika nchi hii, uunganisha Kenya. Uhuru Kenyatta aliunganisha Nairobi na Mombasa, si kwa mdomo na SGR. Ukitaka kuunganisha Kenya, unganisha Kenya na maendeleo. Unganisha Kenya na program zile ambazo ni bora zinasaidia Mkenya. Hiyo ndio kuunganisha Kenya. Lakini huwezi kuwa unaruka hapa kila siku na Masudi Bwana William Ruto unaambia Wakenya wakupatia nafasi tuunganishe. Tuliungana sisi. Kutoka mzungu aende mbeberu, tuliungana. In fact, for information, tuliungana hata wakati mbeberu. Ndio tuliungana tukampiga tukamfukuza nchi hii. So hapa tujiungana saa hii. So kuungana tuliungana kitambo. Kenya iliungana ndio ikaweza kufukuza mzungu ambaye alikuwa na silaha za vita na Wakenya hawako na silaha za vita. Lakini umoja wa Wakenya ukafukuza mbeberu wakarudi kwao. So hii kuunganisha ingine unaongelea hapa ni utapeli tu ya siasa na ukora. Wacha kutuunganisha na mdomo Bwana William, unganisha sisi na maendeleo. Unganisha ya mama wa nchi hii na Linda Mama. Ile ilikuwa wakati Uhuru Kenyatta. Kama ni kuunganisha unganisha ya mama wa nchi hii na Linda Mama, ile ilikuwa wakati Uhuru Kenyatta. Wamama wote wa nchi hii wazae bure. Mwenye ako Lokshogya, mwenye ako Kilifi, mwenye ako Marava, mwenye ako Nyeri, mwenye ako Tharaka Nithi. Wote wazae bure. Hiyo ndio kuunganisha Kenya. Unganisha watoto wa nchi hii, wote wasome bure. Vile ambavyo ilikuwa maono ya Mwai Kibaki na akaianzisha. Ile ambayo pia imekuwa maono ya Uhuru Kenyatta na akaiendeleza. Unganisha mtoto wa hapa Nairobi na yule mtoto ambaye ako kule Kisumu na yule mtoto ambaye ako kule Mandera na mwenye ako kule Tana River. Waunganisha wasome bure. Hiyo ndio kuunganisha Kenya. Hiyo ndio kuunganisha Kenya Bwana William Ruto. Lakini huwezi unganisha na Kenya na mdomo bure hapa Nairobi. Unaita watu wachache hapo unaingiza kwa hiyo unawapatia 10,000 unaambia unaunganisha Kenya. Hiyo ni upuzi. Shame on you. This can only prevail in Chaboni ya watu wajinga. Lakini watu wako na akili kama wa Kenya. Hii patapotea hawezi succeed nayo. Ile kesi ulituambia wajinga walisha Kenya. Kwani wametoka wapi? Ama wewe ndio umewatengeneza umekuja na wao? Kama wajinga walikisha Kenya, hii upuzi unajaribu kufanya cannot succeed. Na niambia wa Kenya, hii kitu mnaona inaitwa Third Force. Hii kitu mnaona inaitwa Third Force. Hiyo ni project ya William Ruto. Hii kitu inaitwa Third Force ambayo iko na mshamba. Yule mama ametoroka kwa Rigathi Gachagua baada ya kunyimwa nafasi ya kuwa patron wa DCP, ametoroka. Iko Sifuna. Unajua Sifuna anajifanyanga father. Ukisikiza Sifuna kwa TV unaweza fikiria ni mtu ako na akili mingi, na unaweza fikiria yeye ni padri. Sifuna ni mwizi wa kawaida. Na ndio maana ile miswada yote amepigia kura kule Senate. Hakuna mswada hata moja Sifuna amepigia kura kama hajalipwa. Na kama anadanganya aseme. Siku impeachment ya Rigathi Gachagua, Sifuna was paid. Hakusikiza wakati wa Nairobi. Hakuna public participation Bwana Sifuna alifanya Nairobi ya kusikiza vile watu Nairobi wanataka.
alienda akalipwa na William Ruto akaimpeach Rigathi Gachagua. Juzi simekuwa na impeachment ya gavana wa Kericho. Hata nyinyi mliona wala tu hii jamii ya William Ruto hapa Wakalenjin wanalandi wachache wenye wako hiyo bunge. Wale walikuwa wanakorogea huyo jamaa, walikuwa wataka afukuzwe. Walifanya lobbying hapo. Kila Sifuna alikuwa mmoja wale walilipwa. Wa vote yes, gavana wa Kericho aende. Simply because he was paid. But kina Aaron Cheruiyot hapo. Hakuna mswada hata moja bwana Sifuna amepiga kura kule bungeni kama hajalipwa. Alafu ungekuja kwa TV anajifanya padre. Hata unaweza mpelekea mtoto wako wabatize ukifikia ni mtu wa kanisa. Ni mwizi wa kawaida. Iko huyu muuaji mwingine anaitwa Babu Owino. Babu Owino alikuwa anajifanya ni mtu wa Gen Z. Rigathi Gachagua, he was the first person kule Mombasa when he was a sitting deputy president kusema ya kwamba Gen Z wasikizwe na wasuriwe wakati wa maandamano ya finance bill. Rigathi Gachagua supported our children 100%. Ndio maana hata vile mtu akamtoa kwa kiti. Hiyo siku bwana huyu jamaa anaitwa Babu Owino alijifanya ako pande ya Gen Z, alijifanya ako pande ya maandamano. Lakini siku ilipofika ya kumpichi Rigathi Gachagua, Babu Owino was paid by William Ruto a very huge amount of money not to debate the motion in parliament. He was paid to abstain, and that is what he did. Abstain. Hakwenda bungeni kuwakilisha watu wa Embakasi East. He never even bothered to do the public participation in his constituency. Ndio aende awakilishe kule bungeni kama vile ambavyo sheria inafanya. Inasema, "Bibi apige kura yes ama apige no." He was paid by William Ruto to abstain. Not even to appear anywhere in parliament. He was paid. Na hiyo saa hii ndio anarukaruka hapa ati sasa wajifanya yeye ni padri, yeye ni mweupe kana pamba atapatiwa kiti ya gavana. Kiti ya gavana utaionea kwa TV. Kiti ya gavana utaionea kwa TV. Hatuwezi sahau hii upuzi mmefanya hapa. Huyu jamaa anaitwa Caleb Hamisi. And then bungeni muangalie vile ambavyo anakuwa kipiga kura. Anapiga kura mahali imewekwa pesa. Hawa majamaa wangekuwa wasafi vile wanajaribu kutuambia hapo hiyo third force, hiyo timu Kenya hiyo. Wangesimama na ukweli wakati mtakikana. Wale magavana wanapangiwa jambo usiku na watu wao kama huyu gavana wa Kericho. Wangepiga kura kulingana haki na ukweli, lakini si mahali wanalipa pesa. Siku Rigathi anapangiwa jambo huko bungeni. Wangepiga kura kulingana haki, lakini they were paid. Siku ya finance be the same. So huyu Caleb Hamisi, bwana huyu Sifuna, Babu Owino wa Mushomba, hiyo group yote ni wakora wa William Ruto. Wanalipa usiku, mchana wanaenda huko wa sherehe, wanajifanya ati ni empowerment pia wao wameanza. Ndivyo Farouk Kibet akiwa Ukambani. Babu Owino na Sifuna wa Mushomba nao wako wao sasa wanafanya empowerment. Ukienda katika mikutano ya watu wa upinzani, hakuna red carpet. Wanapigwa tear gas, wanapigwa risasi, wanapigwa mawe kila siku. Ama hamjaona? Siku Rigiji amekuwa yes. Si nani amepigwa kila siku akienda mkutano. Saa hii Malala akiwa kule kwao akifanya mkutano anapigwa kila siku. Lakini kwa hii mikutano ya hawa wakora nimetaja wanajiita timu Kenya. Ni wala tear gas hapo kwa mikutano yao. Siku red carpet na maaskari wanawalinda. Ni akina nani wanajifanya wanawantam? Wanajifanya tu wanapiga serikali, alafu mikutano yao wametumia GSU ya kuangalia. Si hata nyinyi wa Kenya macho tu, si rocket science, hii ni macho tu. Wa Kenya hata nyinyi mfungue tu hata mjione. Meetings za Mushomba, Sifuna, Babu, Caleb Hamisi wanatumia GSU ya kuwalinda, red carpet, na wanapatiwa pesa ya kufanya employment. Sibiliona hata kama hamuko na Mushomba alitoa 1500 huko. Usiwalikuwa Tanzania juzi. Wa Mushomba alitoa 1500 na hajaitoa hata 3000 hapa kuko na matanga Kiambu. Hata siku alikuwa imenebo hata saa hii. Hata siku alikuwa imenebo. Mtu ako na rekodi yoyote wa Mushomba akitoa hata 3000 kwa matanga hapa Kiambu aniambie. Lakini Tanzania alitoa 1500. Alafu huyo mama anafikiria sisi wajinga kwa sababu wanapigia William Ruto, wanapangia William Ruto karata mzuri katika kupitia njia ya kudivide opposition. Anakuja hapa anajifanya ati hiyo pesa ati akitoa ati 100 ni ya Matiang'i, ati 100 ni ya Gachagua, ati 100 ni yake, 100 ni ya bwana yake. Hiyo yote ni upuzi. Nilipigia Rigathi Gachagua simu akiwa Marekani. Nikamuuliza umetuma wa Mushomba empowerment kule Trans Nzoia na pesa yako? Akaniambia kijana msafi hata kama nikutumana, si Malala hapo karibu na Malala ni deputy party leader wa DCP ndiye ningetuma. Wa Mushomba is a liar, hakutuma Rigathi Gachagua kupeleka pesa Trans Nzoia. Hiyo empowerment wanafanya hapo.
William Ruto anawapatia pesa usiku ndio wakuja wagawe mlengo wa upinzani. Wanajifanya wanatengeneza third force ndio upinzani watu wasiweze kushikana, kwa sababu William Ruto anajua dawa yake ni kama watu wa upinzani watashikana. Wakishikana atana nyumbani, lakini wasiposhikana anajua anapata chance ya kurudi. Ndio maana ameweza kusponsor hiyo third force. Na Ndindi Nyoro mwenye amenyamazia huko Murang'a. Unajua Ndindi Nyoro anajifanya ni kama hayuko Kenya. Hata ukisikiza zile vitu Ndindi Nyoro anaongea kama mtu kwa Boston. Haongei kama mtu kwa Kiharo. He knows how to divert the attention. Hatujasikia siku moja akichukua kidole yake kunyoshia Kasongo. Mimi nimesikia. Hata siku Kasongo amechinja watoto hapa kama nguruwe wote. Nimesikia siku moja Ndindi Nyoro akiongea maneno. Ndindi Nyoro ni mtu wa ile third force. Ile timu ya kina Babu na kina Wamushomba hiyo na Sifuna. Ndindi Nyoro ndio rais timu. Na ako njiani anaenda katika hiyo timu. Ndio wakuja wagawa upinzani. Lakini hamtaweza. That is, it will be dead on arrival. You will not succeed. The plan will not see the light of the day. You are doomed to hell. Ndindi Nyoro ni mtu wa William Ruto. Wanafanya biashara pamoja. Ukienda huko kwa KPLC wako na kampuni wakiwa na William Ruto ambaye ndio iko na zile mingi hapo. Ndio maana wanaongeza ushuru hapo, token mnanua pesa mingi kila siku. Ama hata nyinyi hamuja notice kutoka Uhuru aende, ama jamaa kampuni yao iteko over huko KPLC, hamuja notice token ziko bei juu sana. Kitambo ungenunua token za 200 ungechoma dirisha na mlango zikwishe. Lakini saa hii ndio fundi wa mlango achome mlango ikwishe, anaweka token ya 500. Hiyo ni kazi ya Ndindi Nyoro. Wako na benki nyingine ambao wameshikania na William Ruto. Na hiyo benki pesa yote ya house levy inaingia huko. Pesa sha inagawiwa huko. Ndindi Nyoro hii mwenye mnaona anajifanya hapo anaongea kama utaka Boston. Ana divert attention. Haizi ongea ile mambo yanasumbua wa Kenya. Anaongea kizungu mingi hapo ya watu wa investor. Anajifanya watu wa Kiharo hawajakutuma muongee mambo ya maplot na mambo ya apartment na nini. Watu wa Kiharo wanataka uambie William Ruto awarudishie Linda Mama. Wamama wa Kiharo wazae free. Vile walikuwa wanazaa wakati wa Uhuru Kenyatta. Wamama wa Kiharo bwana Ndindi Nyoro wanataka uambie William Ruto alipe capitation. Ndio wale watoto wa Kiharo wanasomea boarding. Kwa sababu yuko watoto wengi sana wa Kiharo. Lakini wako boarding zile ambazo William Ruto amekataa kulipa capitation. Wazazi wanahangaika, ambia William Ruto alipe hiyo pesa, wazazi wakae waache kuhangaika. Iko zile vitu zinasumbua watu wa Kiharo. Lakini Ndindi Nyoro hawezi ziongea kwa sababu hataki kunyoshea bwana William Ruto kidole. Kwa sababu yeye ni mtu wa William Ruto amefichwa pale ndani, aende third force, wajaribu kutenganisha hapa na kujaribu kugawa kura, ile kitu ambacho hawataweza. Na kama nimeongea uongo, Ndindi Nyoro unaweza sema, kama nimedanganya, unaweza sema. You are free to respond kama nimeongea uongo. Lakini hiyo ndio kweli ya maneno. Na iko mganga mwingine anaitwa Jeremia Kioni. Unajua Jeremia Kioni amejificha Jubilee. Jeremia Kioni ni conman. Nataka nisemee hapa. Jeremia Kioni ni conman. Analipwa na William Ruto 200,000 karibu kila mwezi kusabotage opposition. Na mkisikia Jeremia Kioni akienda katika vernacular station aongea uzuri ya Rigathi Gachagua, ujue hiyo mwezi mshahara imechelewa. Ndio maana anajaribu kupaka Rigathi mafuta ndio wao waachilie pesa haraka. Akishaachiliwa pesa mshahara ikiingia anakujanga anasema si mnakumbuka Rigathi ni impeach. Hawezi ongoza hata chama. Ama haongeagi hivyo. Lakini siku mshahara wake imechelewa kwa Kasongo, anakujanga kusema we need Rigathi Gachagua ile opposition, ila mambo anafanya hakuna mtu anaweza. Anasemanga hivyo kuuzia yule mtu wao ndio achilie pesa haraka. Jeremia Kioni is a conman, amejificha katika Jubilee. Na ndio maana nasema wale wanaingia Jubilee saa hii ni wale hawajui siasa, wala hawajui mambo ya siasa hata kidogo, wanaenda kukoniwa huko. Lakini mtu wako na akili, mtu anajua siasa, kupanga siasa zake, mtu anajua Kenya anataka katika siasa. Hakuna mtu anajielewa anaweza ingia chama ya Jubilee. For so long Kioni yako hapo, sababu Kioni ni conman. Na ndio maana leo ataongea uzuri ya Rigathi kesho yake. Unasikia na mlima pesa imeingia. Wakiwa na huu mwizi anaitwa Gojiri ambao huwa Nyeri. Kamkora kalikuwa kanakaa kwa gate. Unajua hii bado hatujaiongea. Tunanyamazanga tu. Hata Kamkora kanauza chai na mandazi hapa Ruare hapa Nyeri. Kara jamaa kalikuwa kanaitwa Kameko Gojiri ambao. Au kajamaa kalikuwa gateman kwa Rigathi Gachagua. Kalikuwa kanalipisha watu 200,000 kwa Rigathi Gachagua. Lakini Rigiji hakuwa anajua hii maneno.
wakati alijua alikuwa amechelewa, kajamaa kalikuwa kamepora watu wengi. Na kwa sababu Rigathi hapandangi hii upuzi, Rigathi yako na pesa yake, ana hata hawezi lipisha watu kumuona ile kesi. Hata kama kuna shida ya pesa hawezi lipisha watu kumuona. Wakati Rigathi alijua hii maneno, akafukuza huyo mkuu anaitwa Gujiri Wambũgũ, akamfukuza. Huyo jamaa kufukuzwa na hasira zake, ameenda kwa William Ruto, wako na Jeremia Kioni, wanalipa 2,000 kila mwezi kusabotage opposition. Na ni aibu. Ruto alikuwa mbunge miaka karibu 10. Saa hii vijana wenye wametoka shule wakikimbia handle hapo, hata yeye anapanga line hapo. Ingawaje shida ya bunge wengi akichagua kile Nairobi, pesa yake yote anakunywa, ile nyingine anakuwa na malaya. By the time his term expires, anarudi nyumbani bila chochote. That is why you can see immediately mtu ametoka kwa kiti, ni mbunge, alikuwa analipwa milioni na pesa mingi. Lakini anapanga line pia yeye apatiwe handles hapo kama watoto wa university wale ambao hawajafanya kazi wakifanyia huko. Ni aibu. Ni aibu sana. Kwa hivyo nikimalizia, ni aseme ya kwamba zile by election tuko nazo kule Mbeere North, tukiongozwa na kiongozi wetu wa DCP, tulisema ya kwamba lazima tuzingatie umoja wa viongozi wa upinzani, and in the spirit of togetherness as leaders in the opposition, JB Muturi na Rigathi Gachagua waliketi chini wakakubaliana ya kwamba sisi kama mrengo wa upinzani tusimamishe mtu mmoja, na Mbeere North tukachukua Karis kama mpeperusha bendera wa chama cha DP, na sisi kama watu wa mrengo wa upinzani ndio tunaunga mkono kule Mbeere North. Na hiyo ni kitu tulifanya tukiwa na mwelekeo mzuri na kusikizana. Kwa hivyo hizi siasa mingi watu wanapiga, sisi ile kiongozi wetu Rigiji anasema kila siku ya kwamba hata pale juu watakuja kusikizana na watasimamisha kiongozi moja. Wametuonyesha kwa mfano mzuri kule Mbeere North. Kwa sababu kama wangeshindwa kuelewana kule Mbeere North, ni vipi tungewaamini ya kwamba hata ikifika kule juu presidential watakuja kuelewana? Lakini sasa hivi wametuhakikishia ya kwamba hata huko juu wataelewana, kwa sababu hapo Mbeere North tayari wamekwisha keti chini, wamekubaliana wasimamishe mtu mmoja. Kwa sababu adui yetu ni mmoja tu, ni Kasongo na chama yake ya ile ambayo ilikuwa ikazikwa ya UDA. Ya adui yetu ni mmoja tu. Unaona vile mwizi anatokelezea Githurai, kila mtu anamkimbiza, kona zote anafungiwa. Pale Mbeere North yule mtu tumeweka block katika kona zote, ni chama tu ya Kasongo isione nafasi. So adui yetu kule Mbeere North ni Kasongo na chama yake. Sisi watu wa mlengo wa upinzani tumesikizana, tutasimamisha mtu mmoja, and there is no confusion in that. Kwa hivyo sijui watu wanaongea wanasema mingi na hiyo ndio ile mpango ambao imewekwa, na sisi tunaunga mkono, kwa sababu Matiang'i, Rigathi Gachagua, JB Muturi, Martha Karua, Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, Bwana Eugene Wamalwa, hiyo grupu yote hao ni viongozi wetu, na vile ambavyo watasikizana, sisi tuko nyuma yao kuunga mkono. Tuko nyuma yao kuunga mkono. Kwa hivyo ile tu kibarua tumewapatia sisi kama Wakenya ni kuhakikisha kwamba wasije wakatengana, washikane hivyo hivyo mpaka mwisho. Na niambie wale watu wanajiandaa kuingia katika DCP, msikuwe na wasiwasi na msikuwe na uoga. DCP ni chama yenu. Wale watu wote walikuwa UDA kwa sababu walitapeliwa huko. Nyumbani kwenu, mahali ambapo mtapata amani na furaha ni chama cha DCP. Kwa hivyo unataka kiti ya MCA, unataka kiti ya gavana, mbunge, women rep ama seneta, ingia katika chama cha DCP mahali huko. Hiyo ndio ile chama ambayo itakuja kuwasaidia, na ile chama ambayo itakuja kuwapatia nafasi kila mtu apiganie cheti katika nomination, katika na kwa kuhakikisha kwamba tunatumia njia ya usawa. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, na hapa hakuna vita. Wale wako upinzani tumekubaliana kwamba watu wauze chama yao. Wale tuko DCP tusukume bendera, wale wako PLP wasukume bendera, wale wako Wiper wasukume yao, wale wako DAP kama Eugene wasukume pia yao, Matiang'i pia asukume yake. Ile tu chama iko na ukora, na nimwambia ni mambo ya Kenya, ni Jubilee tu hiyo ndio iko na ukora, na ni mambo ya Kenya tu. Lakini hiyo haiwezi, unajua kama mtu kimoja hakaezi zuia Mugithi kwenda Mombasa. Kama mtu kimoja hivi hakaezi zuia Mugithi kwenda Mombasa. Wewe sio itafika tu. Kitu inaweza enda empty na tufike. Kwa sababu kitu maana kufika. Kwa hivyo niambie Kenya, unafi yako haitazuia viongozi wa upinzani kufika mahali ambapo tunafaa kufikisha Wakenya. Ukuwe mrafi mchana, ukuwe mrafi usiku, Kasongo akulipe uharibu,
hautazuia sisi kufika mahali ambapo tumepanga kufika kama viongozi wa upinzani na kama Wakenya kwa jumla. Kwa hivyo kama kuna swali nitachukua moja, alafu kia tutatamatisha. Kama kuna swali tutachukua moja. Kama hakuna swali tutamalizia hapo. Niambie Wakenya kwamba tuzidi kuongea, tuzidi kuzungumza chini yetu, mtu asituzie uoga, tuongee ukweli. Mahali iko shida tunaongea, kama vile ambavyo tumeambia William Ruto aache kukula pesa kama makatasi usiku. Akikopa pesa akafanya miradi ambayo inaonekana, kwa sababu tunupatia kule na Wakenya wanalipa ushuru. Kwa haya mengi na machache, asanteni sana. Mungu awabariki na pia Mungu awabariki taifa letu. Asanteni sana.